au hata atoke mtu huku kwa wafu aende kule duniani akawaambie, hawatamsikiliza. Lakini wakati haya yanazungumzwa, Musa hayuko hapa duniani, miaka mingi sana hayupo hapa duniani, lakini leo tunaambiwa yupo Musa na manabii kwamba wako hai. Sikiliza elimu hiyo vizuri. Yupo Musa na manabii, maana yake Biblia ni maneno yanaishi. Musa na manabii wanaozungumzwa hapa ni yale waliotuandikia tuyasome. Ukisoma Torati unasema na Musa. Ukisoma Zaburi unasema na Daudi. Ukisoma Injili unasema na Yesu. Sasa tunaambiwa tusome vitabu vyao, vina kila kitu, havijasahau kitu. Kwa hiyo tunaposikia yupo Musa na manabii, sio kwa wakati huo, bali yale wanayotufundisha na kutuelekeza yapo, yanaishi. Tukiyasoma hatutapotea. Inaweza ikawa ngumu kuelewa, lakini ni maandiko yanazungumza. Chukua hii sasa. Musa na manabii wapo. Naweza nikasema Biblia ni maneno. Tunaona ni maandishi, lakini Biblia ni maneno. Ufunuo 19:9, msomaji anaweza kaifuatilia taratibu. Ufunuo 19 mstari wa 9, kuna kitu tunaweza tukakiona pale. 19:9 kuna kitu tunaweza tukakiona. 19:9 msomaji, umekiona? Hujakiona? Kitabu cha Ufunuo iko kwenye Agano Jipya, kitabu cha mwisho kabisa kwenye Agano Jipya. Utakutana maneno 19:9, 19 mstari wa 9. Nao nasema, naam, naye akaniambia, ndiyo, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Ndiyo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Asante. Aliposema maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu, sio maneno ya kutoka sehemu zingine. Wakati anasema, mtazamaji, kamata Biblia yako. Wakati anasema maneno haya ni maneno ambayo yako ndani ya Biblia, tumeshayasoma hapa. Maneno haya yani yako ndani ya Biblia. Kwa hiyo kamata Biblia yako, sema maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu, yakiwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo Biblia ni maneno. Hii ni Ufunuo 19 mstari wa 9. Ufunuo 19 mstari wa 9. Maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Hakuna neno la uongo ndani ya Biblia, yote ni ya kweli ya Mungu. Sasa ni kwa nini kunakuwa manabii wa uongo? Lengo lao ni nini? Hebu leo tukaangalie lengo la manabii wa uongo. Lengo lao hasa ni kitu gani? Wanahitaji nini hasa? Hebu tuende kwenye Mithali 16 mstari 25. Mithali 16:25. Nao nasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Asante. Iko njia ionekanayo nzuri machoni pa watu, lakini mwisho wake ni njia za umauti. Kuna kaelimu tena kidogo hapa.